Bwana mtazamaji wa Nditi Online TV, leo nakuletea kitu hapo kubwa kuliko ilikuwa uifahamu lazima uifahamu sasa hivi mtazamaji wa Nditi Online TV. Bwana, leo nakuangazia kitu kinachoitwa wanamichezo kwa sasa hivi ambao ni matajiri zaidi kuliko wanamichezo wote. Nakuletea tu kama 15 tu hivi ambao wanakutosha wewe kuwafahamu kwamba miamba hapa wana pesa chafu, yani wana hela ya kutosha ambao ukiconvert kwenye dola vyetu vya kibongo bongo hivi unakuwa kidogo una make hela, unakuwa tajiri sana kama utakuwa na miliki hela kama jamaa wanazozimiliki. Unajua bwana, kuanzia namba 15 yuko David Beckham. David Beckham yeye alikuwa mwanasoka mstaafu, ni mwanasoka mstaafu. Mwamba ana fedha kama euro milioni 450 hivi inakadiriwa, ndio dili ndio fedha anayomiliki huyu jamaa. Lakini ana mkataba na kampuni ya Pepsi na pamoja na Adidas mpaka sasa hivi. Ukimwangalia ni icon wa Kiingereza ambaye amefanya vizuri sana kwenye pande za mpira. Lakini vitu vilivyomuongezea fan base kipindi hicho ni ile ndoa yake na yule mwanamuziki Victoria Adams au Victoria Beckham. Lakini hiyo ilimfanya kuwa maarufu zaidi kwa sababu ilikuwa ni moja ya ndoa ambazo zilikuwa zimetrend sana miaka hiyo. Mwamba kapiga timu nyingi sana, Manchester United, Real Madrid pamoja na Paris Saint-Germain. Kwa sasa hivi jamaa amestaafu soka, anafanya biashara zake. Unajua anamiliki euro milioni 450. Nafasi ya 14 kwa Roger Federer ambaye anacheza tennis, anamiliki euro milioni 485. Huyu jamaa ana mikataba mingi tu, anapiga dili na Rolex, Uniqlo, Mercedes Benz na vitu vingine kibao. Ana mikataba mingi sana. Jamaa utotoni amekulia sana shida. Anamiliki utajiri mwingi, lakini ni ana asili ya Uswisi huyu jamaa, ndo kwao. Anamiliki kiasi cha fedha nyingi sana. Huyu jamaa Roger Federer. Namba 13 yuko Junior Bridgman. Junior Bridgman anapiga basketball, anamiliki euro milioni 530. Jamani mtata sana, anacheza basketball, kapiga pale Milwaukee Bucks, kapiga sehemu nyingi sana. Lakini ukimwangalia jamaa anamiliki fedha chafu au fedha nyingi sana katika akaunti yake. Unaelewa tunakuja nafasi ya 12 yuko Roger Staubach. Roger Staubach ni Marekani, anapiga American football. American football mchezo fulani hivyo magongo ya Kimarekani, sio hii football inayofahamu. Lakini ukimwangalia ameshastaafu sasa hivi. Ampiga ile Dallas Cowboys miaka 70 huko, Super Bowls kapigia sana. Lakini ukimwangalia alistaafu mwaka 1977. Lakini ukimwangalia jamaa anamiliki hela nyingi sana. Anamiliki makampuni mengi sana kibiashara, hata kama kampuni ya ujenzi anayo, kujenga magorofa marefu. Staubach Company ndio kampuni anayomiliki, euro milioni 530 jamaa nayo. Tajiri mkubwa sana. Lakini nafasi 11 yuko Eddie Jordan, Formula 1, mbio za magari. Yeye anaendesha mbio za magari, anamiliki euro milioni 530. Amefanikiwa sana ujamaa, lakini anapiga mishe nyingi sana zilizomfanya kumweka mjini. Madili mengi ya fedha yanamfanya kumweka mjini ni mengi. Kwa anamiliki euro milioni 530. Lakini yuko Michael Schumacher, Formula 1 na yeye. Jamaa sasa hivi unajua anaumwa, hali yake ndio ile analala kitandani tu, dereva mzuri sana. Euro milioni 530 ndio hela anaomiliki mpaka sasa hivi. Bilionea huyu. Alishamiliki kisiwa kipindi fulani hivi, Michael Schumacher. Lakini ukimwangalia unaelekea nafasi ya 9 iko Anna Kaspizak. Mchezaji wa Equestrian. Huyu mwanadada huyu ni Danish, yani mtu wa Denmark yuko, anamiliki euro milioni 880 fedha anayomiliki. Ni CEO mzuri kwenye kampuni zake, anamiliki makampuni kibao. Kwa hiyo anapiga hela nyingi sana. Lakini ukimwangalia pia shida au raha huyu dada ni kwamba hakutokea familia yenye ziki. Pia lazima ulishike hilo, hakutokea familia yenye ziki. Pamoja na hivyo pia alishakuwa akisimamia kampuni za babu yake za kampuni ya viatu. Kwa hiyo amekuja kupata dili ya michezo. Kwenye michezo tayari anajiweza kiuchumi kupitia zile fedha za babu yake kusimamia. Lakini vile vile akaja kuzipiga naweza kwenye michezo tena, akachanganya, akashinda mabedali kibao huko ya Olympic. Kwa hiyo akajikusanyia utajiri mkubwa sana. Unaona huyo nafasi ya 8 yuko Lionel Messi. Yeye ni mcheza football au soka la miguu au soka kwa kifupi. Anamiliki euro milioni 900. Ameshinda Ballon d'Or nyingi tu, kapiga FC Barcelona. Lakini ukimwangalia jamaa yuko kwenye uwezo mkubwa sana, akapiga pale Paris Saint-Germain, PSG, akitokea pale Barcelona, sasa hivi kwenda Miami huko Marekani, na kote anapiga hela ndefu. Kwa jamaa anamiliki hela nzuri sana mpaka sasa hivi Lionel Messi. Nafasi 7 yuko Cristiano Ronaldo. Ronaldo mcheza soka mashuhuri sana kwa sasa hivi. Anayefanya vizuri ni Ronaldo. Anapiga soka. Anamiliki anapiga euro bilioni 1. Euro bilioni 1.
Ni fedha ambayo ukiipata bwana, ujamaa mpiga Manchester United, Real Madrid, Juventus na Al Nassr sasa hivi ndio yuko hapo. Anajipigia mifedha mingi sana kupitia shughuli yake ya soka na biashara nyingi za matangazo. Makampuni mengi hasa mitandao ya kijamii imekuwa kimlipa Ronaldo mapesa ya kutosha. Euro bilioni 1 fedha alionayo jamaa anatisha. I say ni zaidi kubwa sana. Nafasi sita yuko Magic Johnson ambaye anaishi na virusi vya ukimwi jamaa unajua. Basketball kastaafu sasa hivi, aligundulika na virusi vya ukimwi mwaka 1990. Anacheza basketball. Euro bilioni 1.1 ni fedha anayomiliki, bilionea sana ujamaa. Hela nyingi sana anamiliki Magic Johnson. Unaona? Nafasi ya 6. Unaona? Nafasi ya 5 yuko LeBron James. Huyu jamaa anamiliki euro bilioni 1.1 sana ile ya Magic Johnson. Lakini jamaa kapiga pale Cleveland Cavaliers. Huyu jamaa ni mtu wa basketball. Hii kuna timu kama Miami Heat kapiga pale Los Angeles Lakers. Lakini ukimwangalia ni mtata sana. Anamiliki euro bilioni 1.1 na vile vile ni mfanyabiashara. Maana yake ana makampuni yake hapo duniani na anajiingizia mapesa mengi sana. Umeelewa? Nafasi ya 4 iko Tiger Woods. Tiger Woods bana yeye ni golf. Anamiliki euro bilioni 1.2. Ashakuwa na kashfa fulani ya ngono, lakini jamaa mpambana sana. Kashinda mapambano mengi sana kwenye mchezo. Vitu vingi sana ameshinda. Ana tuzo nyingi. Ana makampuni mengi anafanya nao kazi kama mkataba. Kuna Rolex, kuna Buick, kuna Gillette, EA Sports zote yuko nazo kwenye mkataba. Wote anamiliki hela nyingi sana. Euro bilioni 1.2 fedha aliyohifadhi yeye. Unaona Nafasi ya 3 yuko Ian Tiriac, mcheza tennis na haki pia. Anamiliki euro bilioni 1.9. Jamaa ana hela chafu, tajiri sana. Unaona kashinda miaka 70 ile French Open, lakini sasa hivi amestaafu. Vizuri tu, anamiliki makampuni yake binafsi. Na watu wengi sana wanamfahamu, watu wachache sana wanamfahamu jamaa. Kidunia sio maarufu sana, lakini wewe jamaa Ian Tiriac ana hela nyingi sana. Nafasi ya 2 kwa Vince McMahon. Huyu bwana ni Vince ni mtoto wa mzee McMahon kule Marekani ambao walishanunua ile WWE, yani mchezo wa mieleka, ile kampuni WWE World Wrestling Entertainment wao walishakuinunua na baba yake. Nadhani akaachua urithi ameendeleza. Kwa hiyo inaingiza fedha nyingi sana. Ni bonge la kampuni kule Marekani laendesha shughuli za mieleka duniani. Yani ile mikataba yote ya mieleka unaingia kwa huyu jamaa Vince McMahon ndio utaingia nayo mkataba. Hapo unashika nafasi ya 2. Bilioni 2.5, yani chukua Ronaldo changanya mara 2, alafu bado hela inabaki. Ronaldo mlete mara 2. Au usimuze kichwa, chukua Ronaldo na Messi weka wote wawili. Dogo bado inabaki na hela chafu. Nayo anamiliki. Namba 1 ni Michael Jordan. Yani huyu unachukua Messi, Ronaldo mara 3 hivi. Au chukua Ronaldo na LeBron James wachanganye. Jamaa bado hamkuti fedha. Au chukua Messi na Ronaldo changanya na mmoja tena ndio uweze kupambana. Yani chukua Ronaldo, Messi pamoja na LeBron James ndio unamkuta Michael Jordan. Huyu bwana ni mtata sana. Pia basketball ana makampuni mengi sana yani ambao anafanya nao kazi, lakini hasa ni Nike ndio anapiga nao mishi. Bwana yeye mjina wangu ni Silas Faustin Nditi, tutana wakati ujao.